Hatimaye sasa ni sehemu ya 5 inazidi kuweza kusonga mbele, kitu na kitu Final Life. Huyu hapa ni mkali, unaweza kumuita Sadiki ma DVD. Anaweza kupatikana pale Masasi. Kaumu karibu kabisa na Damu Viazi, ndiko mahali ofisi ya kwanza inapoweza kupatikana. Pili inapatikana pale Mangaka. Ni roundabout ya Mtamba Swala pale. Unajipatia movie zote kali kwa bei jumla na rejareja, seasons za kijanja pamoja na single movies za kweli kutoka Full Respect Family. Zama DJ wote wakali kutoka TZ. Ni Sadiki ma DVD, agent mkubwa kabisa Full Respect Family. Namba za simu ziko hapo, mpigie simu kuweza kupata huduma safi, vitu vipya vipya kila siku. Tusonge mbele sasa na sehemu ya 5, The Final Life, mwisho maisha. Hapo sasa here we go, kama kawaida katika sehemu ya 5 hii hapa, bila kupoteza time. Ni Full Respect Family, habari ya mjini ya kuletea vitu vya motomoto kama hivi hapa. Nini kinakwenda kutokea baada ya Song Sioni kupigwa risasi ya kichwa na professional killer anaweza kumwinda popote pale, kwamba ni lazima afe na sio kingine. Kuna siri kubwa ambayo inaonekana kwamba anaifahamu, au ni special, hatujui. Na hapa ndipo tulipoweza kuishia. Rio alipata message kutoka kwa Kana. Wakati anaangalia message, mtaalamu anakutana kichwa kichwa pale pale. Alirushwa. Song Sioni, Mami Njuni. Hoi. Mtume simama. Rio anakuja kuweza kuangalia, ndo anashangaa nini kilichoweza kutokea hapa. Hey! Oya! Sion! Oya! Kachanganyikiwa, ndo na haha huku na kule. Alishambulia, yuko wapi hamoni. Uko salama? Salama unatokea wapi mzee? Risasi ya kichwa. Sioni. Moja kwa moja hospitali. Rio alishindwa kuelewa kabisa. Mkuu alikuja akamuuliza, vipi Rio, kila kitu kwa salama? Alitikia ndio. Ona mkubwa anamuita Honda. Risasi alopigwa mzee ni kwamba ilitokezea upande wa pili, ila bado anaishi. Ni miujiza mingine hii. Risasi kubaki kwenye kichwa, ilipita katokezea upande wa pili. Lakini daktari baada ya kuweza kufanya uchunguzi, aliweza kuangalia kichwa cha mtu huyu. Mbona kama alishaweza kufanya operation ya ubongo. Walishtuka sana. Akatolewa mwili kuweza kupelekwa sehemu nyingine katika wodi ya wagonjwa. Rio. Sensei. Samani dokta. Operation imekwenda vizuri. Lakini muda si mrefu atakuwa salama. Ila kuna kitu kimoja ambacho kinanishangaza sana. Je, alishapataga matatizo yoyote ya kichwa kabla? Sababu ni operation ambayo ni ajabu kidogo. Nashindwa kuielewa. Bongo wake unaonekana dhahiri kabisa kwamba uliweza kurekebishwa. Kwa operation kama hii na imagination yetu au knowledge yetu, hatuwezi kuwa na uthibitisho wote. Lazima tuweze kuelekea ndani ya medical system. Wanawezekana kuweza kutupatia majibu kamili. Unamaanisha nini kuweza kunipa maelezo kama haya? Ambeni lazima tuweze kupata
specific details. Kwa hiyo samani kwa sasa. Ni mtu ambaye ataweza kuwapa maelezo kutokana na kile ambacho yeye kaweza kukiona kwamba kinamaanisha nini, maana wao wenyewe binafsi na kitengo wanachotokea haitoweza kuthibitisha yale watakaweza kuyazungumza kwa kitu ambacho waliweza kukiona katika ubongo wa mtu. Wewe ikabaki kuweza kuwa ni kama siri ya dokta. Kuna jambo aliliona ambalo si la kawaida. Rio bado yuko hapo hospitali kuhakikisha kabisa kwamba anaweka ulinzi wa kutosha, akijiuliza maswali mengi. Kwa nini huyu mtu maisha yake yanawindwa? Lazima afe na sio kingine. Kumbukumbu inaonekana kwenda mbali sana. Anaonekana binti anamuita Kana ambaye alituma message na ikuweza kujibiwa na mtaalamu anaweza kumuita Rio. Ndio tukio hili linatokea. Sasa ni ndani hospitali. Lakini bado kizaazani kizito. Ikifahamika kwamba bado anaishi, atawindwa tu popote pale. Utaki angalia shughuli. Yupo professional na mashine kubwa. Ni bongi la sniper, popote pale yupo. Kuinda maisha mtu huyu kwa kisha anakufa. Sumsioni. Shangaa